Bwana Yesu, ninaenda kuyasoma maneno yako sasa. Unitumie kama chombo chako kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninayo furaha Mungu kunipa uzima siku ya leo. Amen. Na kusimama mbele yako mtu wa Mungu katika kanisa hili, na wewe ambaye unaenda ukiyasikiliza mahubiri haya kupitia mitandao ya kijamii. Tunaenda katika mwendelezo wetu wa jinsi ya kushinda zinaa sehemu ya 3. Na leo utaona mambo ya kufanya ya msingi ili uweze kushinda zinaa na uasherati. Zinaa na uasherati imekuwa janga katika dunia na imeleta laana kwa watu wengi bila wao kujua, na inaendelea kuleta laana. Tulisema katika ile awamu ya kwanza, Shetani amewekeza zinaa au uzinzi wa watu kumkataa Mungu. Tukasema kuabudu miungu mingine na kutokuokoka ni kuzini, kwa sababu upendo ule uliotakiwa kumuonyesha Mungu umeupeleka kwenye miungu mingine. Na tukasema Shetani ametoka katia zinaa kwa wanandoa. Ndoa nyingi saizi hazina uaminifu, na watu wanasalitiana kila kukicha, na wanaleta madhara kwenye damu zao na kwa vizazi vyao. Akatoka hapo Shetani akaleta zinaa, wanaume kwa wanaume wauane. Akatoka hapo akaleta zinaa, wanawake kwa wanawake wauane. Ametoka hapo akaleta zinaa, uasherati kwa vijana na mabinti ambao hawajaoa na kuoa, akaingiza uasherati mule. Lakini Shetani akasema yule ambaye haendi kutana na mwanaume au mwanamke afanye masturbation, anaharibu kizazi, anatesa. Katoka hapo akatia zinaa ya mawazo machafu, zinaa ya kuangalia picha za ngono, uasherati, kuangalia mambo ya uchi kwenye mitandao. Shetani ametoka hapo akaleta watu kulala na wanyama, watu wanaoana na mbwa. Akasema watoto wadogo ambao wanachipukia wanakuwa tuwafanyeje? Akasema walawitiwe, wabakwe, hakuna mahali panapona. Akasema huyu mwingine alale usiku na jini, jini maba limuingilie mwanamke, limuingilie mwanaume. Mwanaume anaota analala na wanawake, mwanamke anaota analala na wanaume, majini maba anapiga kila kona. Sodoma na Gomora, kizazi cha zinaa. Metoka hapo akacha ndugu wa damu anze kulala pamoja. Mtoto anaweza kalala na mama yake aliyemzaa, baba anaweza kalala na mtoto wake aliyemzaa. Anachafua, anaharibu. Imekuwa ni janga, imekuwa ni mambo ya ovyo yanasumbua. Vyuo vikuu watoto wengi wameharibiwa, wametekwa. Imekuwa kama ni sehemu ya maisha, lakini wanamwasi Mungu, wanapotea, wanatoka katika malengo na makusudi ambayo Mungu aliwawekea. Ametia mbegu chafu sana kusumbua na kutesa. Katia zinaa kwa watumishi wa Mungu, akaingiza zinaa kwa watu mbalimbali ambao amekusudia kuwaingizia na kuwasumbua na kuharibia kesho yao. Sasa leo tutajifunza jinsi ya kushinda hichi kitu. Nisikilize kwa makini na ufuate haya maelekezo ambayo nakupa. Na watu wengi mlikuwa mnanipigia simu mkisubiria ya kwamba ili somo litaendelea lini. Na hapa kuna mambo mawili ambayo unatakiwa yajue wewe unasikiliza humu ndani kanisani, sababu hata wengine wako makanisani wameathirika. Kuna zinaa, uasherati unaofanywa na watu ambao hawajaokoka, na kuna zinaa na uasherati unaofanywa na watu wanaojiita wameokoka, au watu waliokuwa wameokoka wameanguka. Kwa hiyo naongea pande hizi mbili. Sasa la kwanza kabisa ambalo natakiwa kulifanya, kwa sababu hiyo ni dhambi na uovu, lazima ufanye toba au tubu kwa ajili ya dhambi zote. Sio kwa ajili ya dhambi hii tu, tubu kwa ajili ya dhambi zote. Kwa hiyo wewe unanisikiliza, la kwanza lazima ufanye toba, utubu kwa ajili ya dhambi zote ambazo unazo, pamoja na hii dhambi ya zinaa inayokusumbua. Lazima uifanyie toba, kwa sababu
imekufarakanisha na Mungu, imekugombanisha na Mungu, imekutoa kuwa sehemu ya mtoto wa Mungu. Kwa hiyo lazima ufanye toba. Na toba, andiko letu la kwanza ni kile kitabu cha Matendo ya Mitume 3 na ule mstari wa 19. Biblia inasema hivi, Matendo 3, kitabu cha Matendo ya Mitume 3 na ule mstari wa 19: tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Mwaliko huu ambao unasema katika kitabu hichi unasemwa mbele ya watu wote katika dunia hii wanaosikia, na kila kona mahali ambapo wanadamu wapo ambao wamemkosea Mungu. Biblia inatoa mwito, inasema tubuni basi mrejee. Mrejee kutoka wapi? Mrejee kutoka huko mlikokuwa mbali na Mungu. Mrejee kutoka huko mlikokuwa kwenye vitendo vya uovu. Anasema tubuni mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, ili hayo makosa yafutwe, ili uovu futwe. Alafu anasema zikishafutwe hizo dhambi, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Ukiwa unatenda dhambi, unakuwa ni mtumwa. Ukiwa unafanya mambo yanayomuumiza Mungu, unakuwa uko kifungoni, unakuwa hauko huru. Na hata huko ndani ya kanisa unaweza kuwa unamtumikia Mungu, lakini kwa siri unafanya dhambi hizi, hauko huru. Moyo wako hauna furaha, na hata ukisimama yale makosa yanakuja. Tabia ya shetani, ukiwa ni mtenda dhambi, unaposimama kama mimi mhubiri nilivyosimama hivi, nikishika tu mic napoanza kuhubiri, lazima kusimamishie makosa yale mbele, ili usiendelee kuwa jasiri katika hicho unachosimama nacho. Kwa unakuwa hauna amani. Lakini pia kuna maumivu baada ya mtu kutenda dhambi. Kuna maumivu hata kama mke wako hajakuona, mume wako hajakuona, lakini unakuwa una maumivu. Baba yako hajakuona, unakuwa uko na maumivu, unakuwa kifungoni. Na kuna watu wengi ambao wamesema kwamba mchungaji, nimeathirika na jambo hili, nimeshindwa kutoka, hauna amani. Ndio anasema Petro, tubuni basi, ili sije nyakati za kuburudishwa. Amani rudi, furaha irudi. Usifiche dhambi ulioko ndani ya kanisa ili nalochunga. Napofundisha somo hili kwako, naongea na dunia. Natamani uwe kuwa miongoni mwa watu unayeshinda ili tukio baya ambalo linavamia watu wengi na limeharibu kesho ya watu wengi. Tubuni, anasema tubuni, usifiche dhambi. Usikae na dhambi ya zinaa. Nikuambie kabisa ya kwamba unapoendelea kuitubu peke yako chumbani, ndivyo unavyozidi kuifanya hii dhambi. Kuna wakati nataka umuone kuani, umueleze, uiaibishe, alafu akuongoze sala ya toba, uitapike, uiseme nimeichoka, nimeikataa. Ukitenda kwenye kanisa hili ukahamia kanisa jingine, ni bado unatembea na kinyesi kile kile. Na ni dhambi ambayo ukishaifanya mara moja, wewe una tabia kujirudia. Ni mbaya sana. Lakini ukisha tubu, anasema dhambi zako zitafutwa. Na dhambi zako zikishafutwa, anasema utakuja wakati wa kuburudishwa. Kwa hiyo wewe ulioko nyumbani ambao hauna amani kwa ajili ya jambo hili, hauna furaha kwa ajili ya jambo hili, mwisho nitakuongoza sala ya toba. Lakini nataka nikuambie sala gani ya toba ambayo natakiwa kuitoa ili uweze kupata msamaha. Na sala hii ya toba ambayo ndio mwanzo kabisa wa kushughulikia tatizo hili, haifanywi kwa mazoea au kama watu walivyoizoea. Lakini kwa kifupi nikueleze kidogo nini maana ya toba. Kwa kifupi nikueleze kidogo nini maana ya toba. Nini maana ya toba? Namba moja, toba ni kuhuzunishwa na makosa ulionayo au ulioyafanya. Unahuzunishwa na makosa ulionayo au ulioyafanya.
kisha unaomba msamaha na kuahidi na kudhamiria kutokurudia tena. Na toba uweze kuijua vizuri, kuna makosa mengine yanaweza kutesa muda mrefu. Makosa mengine huwa yanahitaji tu kwenda kwa yule uliyemkosea, alafu kumwambia hapa nilijikwaa, alafu kisha sema umejikwaa, utaona kinadondoka. Lakini kama autubu, kuna wakati utakuwa unakikumbuka, shetani anakukumbusha, kinaendelea kusimama kama hatia mbele zako. Sasa maana ya toba, kwanza unahuzunishwa na kile kitu kibaya ulichokifanya. Kwa nini unatoka nje ya ndoa? Kwa nini unazinizini ovyo? Kwa nini wewe ni mwongo? Kwa nini wewe ni mbea? Kwa nini wewe ni msengenyaji? Kwa nini unaiba? Kwa nini unalawiti? Kwa nini unabaka? Kwa nini wewe ni shoga? Kwa nini wewe ni msagaji? Unahuzunishwa, unaumia. Kisiwe kama kitu ambacho kinafaa mbele yako, kiwe ni kitu ambacho kifai. Unahuzunishwa, afu kisha uhuzunishwa, unaomba msamaha. Unaomba msamaha kwa nani? Unaomba msamaha kwa Mungu. Au kama kuna mtu umeokosea uko naye, nenda ukamwambie nimekukosea, naomba unisamehe. Alafu ule msamaha wako ndani yake kuna kudhamiria kutokurudia tena. Usiombe msamaha kama huu unaofanya siku zote. Unatubu unaanguka tena, unatubu unazini tena, unatubu unaiba tena. Utakapofanya toba hii nitakayokuongoza sasa, udhamirie kutoka moyoni mwako ya kwamba sitarudia. Kama ni mbea sitarudia, kama ni hasira sitarudia, kama ni mgomvi sitarudia, kama mwizi sitarudia, kama ni mwongo sitarudia, kama ni mwasherati sitarudia. Unapotubu huku unadhamiria ndani kutokurudia. Alafu Mungu aone lile dhamirio lako la ndani, na aone ile hisia ambayo unaitoa kwake, na yale maadhimio yako ya kutoka moyoni ya kwamba hichi kitu kweli umekichukia. Tusome kitabu kile cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura ile ya 7 mstari wa 9 hadi wa 10. Ngoja nisome Wakorintho wa pili, nasoma sura ile ya 7 mstari wa 9 hadi wa 10. Biblia inasema hivi: sasa nafurahi, si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba iletayo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Sikiliza hapa Paulo anavyosema katika kitabu hichi cha Wakorintho wa pili sura ile ya 7 kuanzia mstari wa 9. Anasema, sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Mtu anaweza kaumia kwamba mimi ni mwizi, lakini anaumia hafanyi toba. Lakini pia anaumia na anaweza katubu, lakini moyoni mwake hajadhamiria kuacha, au anatubu kinafiki, au anatubu kwa kuigiza. Lakini Paulo anasema mimi nafurahi kwa sababu mlihuzunishwa nayo makosa, lakini hamkuhuzunishwa tu. Huzuni hiyo iliwapeleka kwenye toba, kwenye kutubu. Hayo masikitiko, hayo maumivu yaliwapa hatua. Usiumie tu kwa nini unalewa ndani ya nyumba yako, kwa nini unafanya mabaya. Huzuni hiyo inabidi uchukue hatua ya kusema inahitaji toba, na hii toba ninadhamiria kutoka moyoni mwangu kuacha. Kwa anasema mlihuzunishwa hata mkatubu. Maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu. Kuna kuhuzunishwa kwa jinsi ya kimungu, ambako Mungu anahusika katika huko kuhuzunika kwako. Mungu ni shahidi wa huko kuhuzunika kwako. Mungu ni shahidi wa hayo maumivu yako. Unahuzunika, alafu ukiwa moyoni mwako unasema ya kwamba sitarudia tena ile kosa. Kwa hiyo anasema maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu inafanya toba iletayo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Huzuni ya dunia
huwa haileti badiliko. Huzuni ya dunia, unasikitika huku unaendelea kulewa, unasikitika huku unaendelea kutembea na mke wa mtu, unasikitika huku unaendelea kuiba serikalini, unasikitika lakini unaendelea kuiba. Hiyo ni huzuni ya kidunia. Lakini huzuni ya kimungu lazima ilete toba na badiliko baada ya kutubu. Amen. Nini maana ya toba? Toba namba 2 ni kitendo cha kugeuka kutoka njia uliokuwa unaielekea na kuanza njia upya. Ni kitendo cha kugeuka. Toba haikuachi ukaendelea vile unavyoendelea. Toba ni kitendo cha kugeuka. Mke wangu, mimi huwa ninakusaliti, lakini kuanzia leo mimi sitafanya mambo hayo. Manake unageuka kutoka kwenye ile njia uliokuwa unaiendea. Unageuka, unaanza kuelekea njia nyingine ya uzima, njia nyingine ya amani, njia nyingine ya haki. Unageuka. Usitubu kunaendelea na njia hiyo. Kitubu, geuka. Wao uliotubu kanisani, geuka. Ulioungama kwa ajili ya makosa yako, geuka. Toba ni kutubu na kugeuka. Kitabu cha Yona sura ile ya 10. Nasoma Yona sura ile ya 10 na ule sura ile ya 5. Yona, kitabu cha Yona sura ile ya 3. Na kuanzia ule mstari wa kuanzia ule mstari wa 4 niende hadi ule mstari wa 10. Kitabu cha Yona. Sasa uione toba walioifanya hawa watu wa Ninawi wakati wamepata taarifa ya kuangamia kwa mji wao sababu ya maovu wanaoyafanya. Utapata hapa maana ya toba pia ni kugeuka. Nasoma kitabu cha Yona sura ya 3 kuanzia ule mstari wa 5. Biblia inasema hivi: basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari kamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, akasema, mwanadamu asionje kitu wala mnyama wala makundi ya ng'ombe wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji, bali na wafunikwe nguo za magunia. Mwanadamu na mnyama pia nao wakamlilie Mungu kwa nguvu, namu na wageuke. Toba ni kugeuka. Namu na wageuke, kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu uliomo mikononi mwake. Ni nani ajuaye kwamba Mungu atageuka na kugairi na kuacha hasira yake kali, ili msiangamizwe? Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameacha njia zao mbaya, basi Mungu akagairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende. Hichi ni kitabu cha Yona. Amepeleka habari kwa habari ya mji wa Ninawi kwamba utaangamia kwa habari ya maovu yako. Watu wakasikia, wakayasadiki maneno ya Yona, wakaanza kulia na kuomboleza na kutubu. Mfalme naye akasikia kwamba Ninawi inaenda kuangamia baada ya siku si nyingi. Mfalme yeye akasema, isiwe wanadamu tu, mpaka wanyama. Asitokee mnyama akafunguliwa kwenda kula wala kunywa maji, na wao pia wafunikwe magunia. Ishara ya toba, ishara ya kugeuka, ishara ya kugairi njia zao mbaya. Alafu mfalme anasema kila mtu ageuke. Alikuwa na njia hii mbaya, ageuke, anze njia ya uzima, njia ya haki, njia ya amani. Anasema ni nani ajuaye? Huenda Mungu akagairi, akaacha kufanya yale aliyokusudia kufanya. Mungu akaona ile toba. Mfalme amekaa kwenye majivu, ameacha nyumba yake ya kifalme, anaomboleza, amejifunika gunia. Mungu anaangalia mji wa Ninawi, anaona wanyama wana magunia. Anaangalia mji wa Ninawi, anaona wanawake wana magunia. Anaangalia mji wa Ninawi, anaona wababa wana magunia. Anaangalia nchi ya Ninawi, anaona vijana, mabinti wana magunia. Kila mtu anaomboleza, anasema tumekosa, tumefanya mabaya,
tumekuchukiza Mungu, wanatubu kutoka moyoni mwao, na wakiwa wameamua kabisa kwamba hatutakiwi kurudia njia hii mbaya, Mungu akaangalia hivyo akasema, hapana, Ninawi sitaiangamiza tena. Kuna watu wanafanya makosa na wanatubu kwa midhaa, na wanatubu kwa utani. Na ule utani, kwa sababu njia ya kwanza kutoka kwenye zinaa, nimesema lazima tufanye toba kwa ajili ya dhambi zote zinazotusumbua, ikiwemo na hiyo inayotusumbua. Lakini toba ya kweli kwa wewe ambaye bado hujaokoka, na toba ya kweli kwa wewe ambaye umeokoka, huwa inashusha nguvu ya Mungu kwa mtu, na inashusha uwezo wa Mungu kwa mtu, ili kumuondolea ile dhambi na lile kosa ambalo limemfanya alie na kuungama. Lakini toba ya uongo huwa haiachilii nguvu ya Mungu ishuke ndani. Toba ya midomoni, toba isiyokuwa ya kweli, toba ya kinafiki, toba ya kuigiza haitaleta badiliko kwa watu, ila toba ya kweli ni mwanzo wa badiliko, kwa sababu Mungu atashuka akitoe kile, anasema atayafuta yale makosa, atoe kile kinachokufanya ulie. Maana ya toba. Toba ya kweli, andika, inaondoa dhambi na ni nguvu ya kuhukumu na kupiga ile dhambi ndani ya mtu. Toba ya kweli inaondoa dhambi, alafu ni nguvu inayohukumu, inapiga ile dhambi iliyoko ndani ya mtu. Inapigwa ile roho ya ushoga. Ile toba yako ya kweli ni nguvu ya Mungu ndani ya mtu, inaondoa hiyo dhambi, alafu inahukumu, inapiga hiyo dhambi, inapiga usagaji, inapiga uasherati, inapiga uadui, inapiga. Ile toba ya kweli inaingia, inapiga. Toba ya kweli inavunja ile laana ya dhambi na madai yote ya ile dhambi. Hata kama ile dhambi ya zinaa uliokuwa unaifanya ilikuwa inasema wewe uwe na ukimwi, ilikuwa inasema wewe uwe na kaswende, ilikuwa inasema wewe lazima uchukue ukoo mwingine, lakini ile toba ya kweli huwa inapiga ile laana, inaiondoa, inaisafisha, inakufanya kuwa kiumbe kipya, inaondoa kabisa. Sema amen. Kwa sababu kumbuka, toba ya kweli inafungua mlango wa damu ya Yesu kuingia na kukufanya kuwa kiumbe kipya. Kwa toba ya kweli inavunja ile laana ya dhambi na madai yote ya ile dhambi uliokuwa umefanya. Kwa hiyo usiogope ulioko nyumbani, hata kama umezini na wanawake 1000, hata kama umezini na wanaume 2000, hata kama umezini na watu na unahisi kabisa umeathirika na umeingiliwa na mama na mifumo mingine kwenye damu yako isiyokuwa na baraka, bado tunayo damu ya Yesu ambayo yenyewe inaweza kuondoa hiyo laana, ikasafisha kabisa, ikapiga yale madai yote na ukawa kiumbe kipya. Amen. Lakini toba ya kweli inafungua mahusiano mapya kati yako na Mungu na Yesu Kristo. Mbingu inaanza kukuhudumia kuanzia hapo ulipotubu, na ufalme wa Mungu unakuja ndani yako. Toba ya kweli inafungua mahusiano mapya kati yako na Mungu Yesu Kristo. Mbingu inaanza kukuhudumia kuanzia hapo ulipotubu, na ufalme wa Mungu unakuja ndani yako. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 na ule mstari wa 20. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 20, ninasoma kama ilivyoandikwa. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 20 unasema hivi: tazama, nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakuja, nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Nifuate nyuma, sema tazama, nasimama mlangoni na bisha,
mtu akishikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Kwa toba ya kweli, unapofungua mlango, Mungu anaingia ndani mwako. Unarudisha mahusiano mapya kati yako na Mungu Yesu Kristo. Mbingu inaanza kukuhudumia. Tangia hapo ulipotubu, ufalme wa Mungu unashuka ndani mwako. Kwa hiyo la kwanza, jinsi ya kushinda zinaa na uasherati, kwanza lazima tufanye toba kwa ajili ya hizo dhambi. Alafu la pili, andika, lazima ujazwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Namba 2, jinsi ya kushinda ni lazima tujazwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa somo la Roho Mtakatifu ni kubwa, nitalifundisha tena wakati mwingine kwa mapana. Utaona kazi zake nyingi zaidi ya hizi ambazo tutazisema leo. Lakini Roho Mtakatifu ndiye anahusika, andika, na kazi ya utakaso ndani ya mtu. Roho Mtakatifu ndiye anayehusika na kazi ya utakaso ndani ya mtu, kumkamilisha kabla ya kuanza kumtumia. Unapookoka ukaianza hii safari, umefanya toba, Roho Mtakatifu ndio anayehusika na kuendelea kukutakasa na kufanya ukamilifu kabla ya kuanza kukutumia. Katika Yohana, taandika sura 16 na mstari wa 18. Tanisomea hapo Mr. President, wakati mimi nafungua Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Andika Yohana 16 mstari wa 18 na Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 19. Roho Mtakatifu ndiye anahusika na kazi ya utakaso ndani ya mtu, kumkamilisha kabla ya kuanza kazi. Roho Mtakatifu ndiye anayehusika na kazi ya utakaso. Natakiwa kuoshwa, kuondolewa kabisa hicho kitu kinachoitwa uasherati na uzinzi. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayehusika kufanya hivyo. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 na mstari ule wa 19. Kinisoma Yohana 16 mstari wa 8. Mstari wa 8 soma mstari wa 18, soma mstari wa 8. Yohana 16 mstari wa 8, la Mungu linasema, naye akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki. Akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Na haki na hukumu. Rudia mara ya pili. Naye akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya haki, dhambi na hukumu. Nyosha mkono hivi. Kwa nini tunapata shida mpaka saizi kufundishana vitu vingi? Ni kwa sababu watu wengi, ushushe mkono, hawajajawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini pia kuna wengine wamejawa lakini wanajiongoza. Wamekataa Roho Mtakatifu waongoze, wanajiongoza, hawajampa nafasi Roho Mtakatifu. Hapa ndio shida kubwa. Kuna mambo hapa ambayo mimi sipaswi kukwambia. Kuna mengine utaambiwa na ile nuru iliyoko ndani mwako, na ule Roho Mtakatifu aliyoko ndani mwako. Punga mkono hivi, niangalie usoni. Wanadamu wanatenda dhambi ni kwa sababu wako gizani na wala nuru haijawazukia. Na ndio maana ukiwa gizani, ukikaa na kinyesi huwezi kukiona, ukikaa na mjusi huwezi ukamwona, ukikaa na chura huwezi ukamwona mpaka tai wake. Roho Mtakatifu, wewe ulioko nyumbani unayesikiliza sasa, tunaposema habari za Roho Mtakatifu, nitakufundisha kwa undani zaidi siku nyingine. Anapoingia ndani ya mtu, Roho Mtakatifu anafanya vitu vitatu. Cha kwanza, lazima aifunue haki. Hebu sema kuifunua haki. Akwambie hichi ndicho kinachotakiwa. Kwa hiyo manake kila dhambi inapotaka kuingia, ile haki inakataa. Lakini pia lazima cha pili aielezee dhambi ndani mwako.
hiyo nguo sio nzuri. Lazima kwambie. Acha makelele haya tunaopata tabu. Tunapata tabu tunaongea na watu wa mwilini. Alafu tunaongea na watu wa bishi. Na Roho Mtakatifu ukishamfanyia tu ubishi anakuacha. Anakuacha kabisa, unatembea mwenyewe. Na Roho Mtakatifu akisha nyamaza ndani mwako, ni safari ya jehanamu imeanza. Sababu yeye ndo anayeongea na Abiudi kwamba Abiudi, leo umeongea sana. Abiudi, leo umeongea sana, umekosea. Kupaswa kuongea maneno mengi pale. Yeye ndo anayeongea ndani ya mtu. Yeye ndo anayeongea. Huyu atakulinda na zinaa na uasherati, kwa sababu wakati fulani hata mwanamke mwenye hila na wewe atakwambia jihadhari na huyu, mwache. Binti mwenye hila na wewe atakwambia mwache. Kijana mwenye hila atakwambia mwache huyu, sio mzuri, uko na kwenda ni kubaya. Anaweza akaona kuanguka kwako kesho, Roho Mtakatifu akakwambia usiku amka omba. Safari yako hii ina majaribu. Unaamka unakemea, unaomba, unavunja. Kumbe kuna kitu kibaya kimeandaliwa huko kwenye hoteli unapoenda kulala wewe mfanya kazi. Lakini Roho Mtakatifu anaona leo kwamba kuna mtego umewekwa, na kemea. Yeye ndio anaona sumu kabla haijaja kwa mtu. Yeye ndio anayejua mipango yote adui kabla haijaja kwa mtu. Lakini pia huwa anaongea kwa habari ya hukumu. Roho Mtakatifu lazima akwambie vitu vyote vitakavyokupeleka jehanamu, atangaze hukumu kabla hujaenda, kwamba hii utahukumiwa, hii utahukumiwa, hii utahukumiwa. Mtu aliyeokoka hapaswi kulindwa na mtu, analindwa kutoka rohoni mwake. Yuko anayesema, yuko anayeongea naye. Hautalindwa na fimbo, hautahimizwa, yuko anayehimiza, yuko anayelia, yuko anayeombea. Roho Mtakatifu ndani ya mtu ni ushindi mkubwa sana kwenye dhambi, kwa sababu kadri unavyozidi kumpa nafasi ndivyo anavyozidi kukuonyesha ubaya wa dhambi, na ndivyo ambavyo unavyozidi kuwa sijui nisemeje. Roho Mtakatifu ndani ya mtu kadri unavyozidi kumpa nafasi, mpaka kuna wakati macho yako haya yatakuwa si yako, ni macho ya kwake. Mikono si yako, ni mikono ya kwake. Miguu sio yako, ni miguu. Masikio sio, akili sio yako. Utafika wakati mambo ya dunia utaona kama kinyaa, kwa sababu yeye ni mtakatifu, ni msafi. Yuko ili kukuosha, yuko ili kukutetea. Ni nguvu ndani mwako ya kushinda uovu. Sema amen. Sema amen. Mtu mwenye Roho Mtakatifu anachukia anapoona mwanamke amekaa uchi. Roho Mtakatifu hawezi kushangilia, ndani yake anaona kero. Na sasa yule mtu amempa nafasi, na yeye anaona kero. Ndio maana hapa tunapishana. Wengine wana hasira na nguo mbovu, wengine hawana hasira. Hawana kitu kinachowapa hasira juu ya hicho. Hawana. Ni Roho Mtakatifu ndio anayechukia ndani. Hii haitakiwi kwa mtu wa Mungu kuingia. Lakini andika, Roho Mtakatifu ni mlinzi wa kuzuia mabaya yasiingie ndani mwako. Unamhitaji huyo. Unahitaji kujaa, unahitaji kufurika, unahitaji kuogelea. Ndio mlinzi anaozuia uovu na mabaya yasije kwa mtu. Tandika, Roho Mtakatifu ni kiongozi wa kwako kwenye maisha yako, mshauri, mfariji, kiongozi. Tutashinda dhambi kwa kujawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Na kila mshirika ndani ya kanisa hili atafute kwa uchungu na kwa maumivu nguvu za Roho Mtakatifu. Sema amen. Sema amen. Hawezi ukakaa na dhambi Roho Mtakatifu akanyamaza. Mzee Maboto, hawezi uketi tu, hawezi. Mimi nakwambia hivi, Roho Mtakatifu kabla hujaenda kuzini umeshasikia ishara zake, ameshakwambia. Kwa sababu hata usiku unaweza ukalala ukashangaa kukuletea ndoto inaonyesha kwamba unaenda kuanguka. Na kama uko rohoni sasa unamwambia, Mungu, nimeona ndoto hii
ya kwamba huku mbele kuna jaribu. Bwana niepushe, Bwana nitetee. Mfano, kuna watu mko hapa na wengine wanaosikia sasa, ambao kuna wakati huwa unaota ndoto, unaona mwanamke ana nguo, unaona mwanaume ana nguo, unaona, halafu hiyo wiki unakuwa na tamaa kweli kweli ya zinaa. Kwa wale wenye kuelewa mambo haya, tayari ile ni alama. Akiamka anasema, asante Roho Mtakatifu, ninakemea mipango yote ya shetani dhidi yangu wiki hii. Kila windo la adui ninakataa kwenye fahamu zangu, ninakataa. Kuna ishara huwa zinakuja hata kabla shambulizi halijaja. Nilikuwa nahubiri mji mmoja, wanachimba sana madini ya dhahabu. Nimeenda kuhubiri kule. Nimefika tu katika ule mji, naingia tu kitandani, na lala hivi, anakuja mwanamke hana nguo, akasimama mbele yangu. Naamka, anasema, Roho Mtakatifu, nini? Anasema, mji huu roho ya Yezebeli inafanya kazi. Ni mji uliofungwa na zinaa, ni mji uliofungwa na ukahaba. Hubiri habari ya ukahaba, hubiri habari ya zinaa, alafu nitafungua watu isivyo kawaida. Kwa hiyo nimeamka tu kesho, nikaanza kufundisha habari ya roho ya Yezebeli. Taarifa ninayo, yule anayeishi ndani, mwenye kujua dunia, anajua nimesimama kwenye mji gani. Ni mji ambao tangia nimeanza kuhubiri sijawahi kuona mahali watu walilipuka pepo kama mji ule. Walikuwa wanalipuka paka majumbani, paka mabarabarani. Washirika wa mahali pale walilemewa na kuwabeba watu, walikuwa wanawabeba wapagani kwa wapagani, wanabebana. Roho ya zinaa imekapa. Lakini yule mwenye mji, yule mwenye dunia, yule mwenye nchi, anasema, umeshakanyaga kwenye mahali penyewe. Ishughulikie roho hii kwa watu hawa, maneno watesa. Ndivyo atakavyowaambia ninyi, ndivyo atakavyoongea na ninyi kama marafiki. Ataongea na mabinti zetu, achana na huyo binti, atakupeleka pabaya. Ataongea nao, ataongea na wewe baba, achana na huyo rafiki, atakuangusha. Anaongea na kulinda. Unashangaa unakata naye kamba hivi, kumbe mwanzo wa kuungana naye ndio ulikuwa mwanzo wa kuanza ulevi na ukahaba. Roho Mtakatifu ataongea kwa habari ya dhambi. Naendelea kufundisha jinsi ya kushinda zinaa. Soma kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6 mstari ule wa 19. Ulisoma? Nisome mstari wa 19. Unasema hivi, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Nyosha mkono wako hivi, na ulioko nyumbani nyosha mkono wako juu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na kama ni hekalu la Roho Mtakatifu, mwili wangu huu hautaenda kutenda mabaya. Mwili wangu huu hautafanya uasherati, hautafanya zinaa, kwa sababu ni nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu inawezaje kufanya uovu? Yesu, usiniondolee Roho wako Mtakatifu na unijaze, ili niwe nyumba ya Mungu inayotunza maagano, inayotunza sheria zake. Yesu, niokoe mimi na kizazi changu. Biblia inasema ninyi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wewe hekalu la Roho Mtakatifu, unawezaje kulala na mwanaume? Unawezaje kulala na mwanamke wakati Mungu anaishi ndani mwako? Wakati Yesu anaishi ndani mwako? Njia ya kushinda ni kumwacha sasa, kisha kaa ndani mwetu, tukubali atuongoze. Sema amen. Na kwenye toba, nataka nikazie pale kwenye toba pia kidogo, nirudi nyuma. Ukiona toba ya watu wa Ninawi, toba ikufanyika kwa saa moja, toba ikufanyika kwa siku moja, toba ilifanyika karibu siku 3. Watu wanalia na kutubu. Kuna wakati tunafanya toba lakini si toba, tunaigiza, na ndio maana uovu huo unaturudia. Lakini natamani ya kwamba baada ya mahubiri haya
Utakapoamua kwamba mchungaji, mimi nimechoka hichi kitu, nataka nikwambie, ikiwezekana wiki nzima mwambie Mungu, nisamee juu ya jambo hili na silitaki. Kabla ya kulala nisamee na silitaki. Ukiamka nisamee na silitaki. Ukiwa peke yako nisamee na silitaki. Tubu kweli kweli. Soma kile kitabu cha Tito sura ya 3 na mstari wa 5. Tito sura ya 3 na mstari wa 5. Tito 3 mstari wa 5. Mimi nasoma Yohana 14 mstari wa 26. Soma kitabu cha Tito sura ya 3 mstari wa 5. Na Yohana 14 mstari wa 26. Soma. Tito sura ya 3 mstari wa 5, na Mungu linasema, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa nitarudia. Tito sura ya 3 mstari wa 5. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Soma mara ya pili na mara ya 3. Tito sura ya 3 mstari wa 5, na Mungu linasema, si kwa matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Rudia tena. Tito 3:5, neno la Mungu linasema, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Aya, mara 3 nikufuate nyuma. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Nyosha mkono juu, sema, Bwana unifanye upya kwa Roho Mtakatifu. Unioshe, uniondolee dunia na maisha maovu kwenye maisha yangu na kizazi changu. Nifanye upya kutoka ule mwili wa zamani, mwili wa tamaa, mwili wa zinaa, mwili wa uasherati, mdomo wa uongo, macho ya tamaa. Nioshe, nifanye upya, nizae upya, niwe kiumbe kingine kisichoenda kwenye njia ya uovu, kiende kwenye njia ya haki. Yesu nisaidie. Ulioko nyumbani unasikiliza na sema yote, tamani Roho Mtakatifu. Ukiwa peke yako, hata kama huna ujuzi naye sana, useme, ninajua kwa habari Roho Mtakatifu yuko na ameletwa ili anitakase, ameletwa ili anifinyange, ameletwa ili anifanye upya. Mwambie Bwana, nifanye upya. Ukiwa peke yako naambia, nifanye upya. Yafanye upya macho yangu, Roho Mtakatifu. Yafanye upya mawazo yangu, Roho Mtakatifu. Ifanye upya mikono yangu, ifanye upya miguu yangu, ufanye upya ulimi wangu. Nitengeneze mwili wangu, umekuacha. Mwili wangu unatii sheria za kuzimu, unamfuata shetani. Nizae upya, Roho Mtakatifu. Unakuwa unayasema maneno hayo kutoka moyoni mwako. Utashangaa, kuna wengine ninavyohubiri humu, mtacomment pale chini. Utashangaa wakati unayasema haya maneno, unaweza ukaandika pembeni mwako. Utashangaa kama maji unamwagiwa. Baadaye utashangaa unaanza kuomba kwa uchungu chumbani mwako. Na watu wanaweza kuomba maneno yasiyoeleweka. Wewe endelea tu. Unashangaa ukisha omba hivyo, ukashangaa ile nguvu imekushukia, ghafla unajihisi kama umekuwa mtu mwingine. Unahisi kama umebadilishwa kabisa mwili. Unahisi kama umekuwa kabisa. Unaweza ulikuwa na maneno mengi, siku hiyo yote yakaisha. Unaweza ukawa ulikuwa ni jeuri, siku hiyo ujeuri wote ukaisha. Maana kazi ya Roho Mtakatifu ni kukufanya kuwa mtu mwingine. Haleluya. Haleluya. Yohana 14 mstari wa 26, Biblia inasema hivi. Nasoma kama ilivyoandikwa mstari wa 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote nilowaambia. Hebu sema, atatukumbusha yote tulioambiwa. Yeye ndo atakayesema uliambiwa usizini. Yeye ndo atakayesema
uliambiwa macho yako usiangalie wanawake. Hata ukitaka kukosea anakukumbusha, anakuambia ulikumbushwa, ulifundishwa, utashinda kwa njia hii. Kanisa hili linamhitaji Roho Mtakatifu. Amen. Na dunia inamhitaji Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Njia nyingine ya kushinda uzinzi na uasherati, kataa kabisa kuangalia vitu vibovu vinavyoamsha mwili wako. Kataa kuangalia vitu vibovu vinavyoamsha mwili wako kwenye TV, kwa njia ya kusoma vitabu, kwenye simu yako. Kataa kabisa kuangalia vitu vibovu vinavyoamsha mwili wako. Zamani kulikuwa kuna magazeti fulani na vitabu fulani vinavyofundisha mambo ya mapenzi. Majarida fulani fulani kwa tukatoka miaka ya nyuma, hata mimi kabla sijaokoka niliwahi kuyasoma. Unaweza ukasoma kile kitabu mpaka ukasikia kabisa unaenda pabaya. Kumbuka roho huwa zinaingia kwa njia nyingi, kwa njia ya macho, kwa njia ya kusoma na kwa njia aina mbalimbali. Ayubu, siri moja hapo alipoijua ni hii. Tusome kitabu cha Ayubu 31 na ule mstari wa kwanza. Ayubu 31 na ule mstari wa kwanza. Ayubu 31 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia msichana? Nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia msichana? Kuna mambo ambayo Mungu atakusaidia. Kuna mambo ambayo unapaswa wewe uchukue hatua kama mtu uliopewa akili. Sema amen. Amen. Sema amen. Hebu sema njia ya tatu ni kuyazuia macho yangu kuangalia vitu viovu. Katika kile kitabu cha waraka kwanza wa Yohana 2 mstari wa 16 na Petro wa pili 2 mstari wa 14. Waraka kwanza wa Yohana unisomee 2 mstari wa 16 na Petro wa pili 2 mstari wa 14. Mimi nifungue kitabu cha Petro wa pili 2 mstari wa 14. Soma hapo mara moja. Kitabu cha waraka kwanza wa Yohana 2 mstari wa 16. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Zinaa, njia nyingine inayoangusha watu ni macho yako mwenyewe. Kuna kitu ni Biblia kinaitwa tamaa ya macho. Na Ayubu akasema macho yangu hayatamwangalia mwanamke. Kuna vitu ambavyo mwanadamu anatamani kuona Mungu. Kuna mambo ambayo Mungu hawezi kukubeba akakutoa akakupeleka mahali kama wewe mwenyewe hautachukua hatua. Hebu fungua na hiyo Petro wa pili, uitafute Petro wa pili 2 mstari wa 14. Kuna mambo hautaweza kutoka kama wewe mwenyewe hautaweza kuchukua hatua. Petro wa pili 2 mstari wa 14. Waraka wa pili wa Petro 2 mstari wa 14. Waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 14, na Mungu linasema, wenye macho yajahayo uzinzi, watu wasiokoma kutenda dhambi. Msikilizaji unayenisikiliza, uliyesema mchungaji tutatokaje hapa, sikiliza hivi vifungu. Soma tena. Waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 14, na Mungu linasema, wenye macho yajahayo uzinzi. Wenye macho yanayojaa uzinzi. Hebu sema macho yanayojaa uzinzi. Macho yanayojaa uzinzi. Kuna macho ambayo mimi nawaambiaga hapa, mimi Mungu amenipa neema. Naweza nikakuangalia hivi macho yako nikajua wewe ni mzinzi. Nikamwangalia mwanaume nikamwangalia mwanamke nikajua huyu mzinzi kwa kumwangalia macho. Kuna macho yamejaa uzinzi. Yanavyoangalia ndani yake yana uzinzi. Yamejaa tamaa. Uyakatae macho ya tamaa, macho ya zinaa, uyakatae hayo macho hayo. Na macho hayo pia ni kila mwanamke akipita lazima umwangalie wewe baba.
Na macho hayo kama nayo binti, kila kijana anapita lazima chunguze macho yaliyojaa uzinzi. Na kuna wakati yanakuaga, siwezi kuelezea vizuri hapa, naweza ikawa ngumu kunielewa, lakini kuna wakati okay, haya mengine niache kwangu mwenyewe, lakini nikikuangalia hivi kama ni mzinzi na kujua hata macho yako, macho yamejaa zina. Ayubu akasema macho yangu hayatazaa zina, sitashughulika na mwanamke. Mimi mwenyewe nimefanya gani? Nimepatana kwamba usihangaike. Hatutaweza kukusaidia kama kuna vitu vingine hautachukua hatua mwenyewe. Roho Mtakatifu anaposhuka ndani mwako, atafanya kazi na viungo vyako. Atakukataza kuangalia TV, vipindi vibovu. Atakukataza matumizi mabaya ya simu yako. Kama anakukataza na wewe unang'ang'ania kuangalia, anasema msimuhuzunishe Roho. Kama umeamua, anakupa kisogo, anakuacha unaenda. Lakini nguvu utaziona kabisa anapozishusha, zinapoanza kufanya kazi. Tena utaanza kusikia kichefuchefu kabisa, baadaye unajilazimisha kuvifuatilia. Yalinde macho yako kuangalia vitu vibaya. Zaburi 19 mstari wa 18. Lakini ngoja nisome Hosea. Hosea sura ya 2 na ule mstari wa 2. Unasema hivi, kitabu cha Hosea sura ya 2 mstari wa 2 unasema hivi: msiini mama yenu, msiini, kwa maana yeye ni mke wangu, wala mimi si mume wake. Maana yeye si mke wangu, wala mimi si mume wake. Na ayaweke mbali mambo ya washerati wake, yasiwe mbele ya uso wake, na mambo ya uzinzi wake yasiwe kati ya maziwa yake. Kati ya maziwa yake. Hebu soma Biblia yako hiyo, tuone hapo. Hosea 2 mstari wa 2. Nisikiliza unanitazama hapo sasa, na wewe ambaye uko hapa kanisani. Wanawake Mungu awasaidie sana, na wanaume Mungu awasaidie sana. Kwa nini nyinyi wanaume, niwaulize sasa, kwa nini wanawake saizi wana fashion ya kuacha maziwa wazi? Kwa nini wana fashion? Kwa sababu wameshavaa nguo za kubana. Yote wamekutafuta kukuua wewe mwanaume. Sasa hivi wanaacha maziwa wazi. Kitabu cha Mithali anamwambiaje yule mtoto wake? Anamwambia mtoto wake wa kiume, anasema maziwa ya mke wako ya kutosha siku zote. Kuna zinaa ambayo inatokana na maziwa ya mwanamke, ambayo mwanaume kwa kuyaona akili yake inaharibika. Kama macho yako, mfano kuna wakati unaombea watu majaribu ya mashetani, unajua kumwombea mtu kinguo chake amekuja huko, lakini kwa sababu ni mtu wa duniani unakemea, unamwombea, baadaye unamsaidia, kinguo kinafika hapa, anapokuwa anainama hivi unaweka mkono, maziwa haya yanaonekana yako wazi. Kama utakuwa mpumbavu, utakuwa unakemea huku unaangalia kifua. Kemea pepo, na paka lile pepo lomfanya paka ave vibaya, na lenyewe unalikemea vyote pamoja vitoke. Ukishakuwa mtu wa Mungu anakupa kichefuchefu, alafu unaweza ukamfokea, sababu ni nguvu ya Mungu inafanya kazi ndani mwako. Lakini kwa nini wanaacha? Kwa sababu kuna macho ya mwanaume yanotakiwa yaone, alafu yaharibike. Ayubu akasema mimi sitaangalia hayo maziwa. Zinaa ya maziwa. Soma hapa. Soma Hosea. Hosea sura ya 2 mstari wa 2 na Mungu linasema, msiini mama yenu, msiini. Msiini mama yenu, msiini. Kwa maana yeye si mke wangu. Yeye si mke wangu. Wala mimi si mume wake. Wala mimi si mume wake. Na yaweke mbali mambo ya washerati wake. Ayaweke mbali mambo ya washerati wake. Yasiwe mbele ya uso wake. Yasiwe mbele ya uso wake. Na mambo ya uzinzi wake. Na mambo ya uzinzi wake. Yasiwe kati ya maziwa yake. Yasiwe kati ya maziwa yake. Wote wanawake ambao wanafundishwa na shetani, na wengine wameokoka, akili zao ziko tu zimeharibika,
wa kila fashion wanaiga tu, wengine hawataji. Unakuta naye amevaa tu kanguo kake hapa, kamekaa hapa, mshono mkubwa. Mwingine unakuta kwamba mshono fashion nyingine inakuwa hapa kuna litobo hapa katikati ya maziwa. Kwa hiyo hapa unakuwa una kitambaa kwa juu na hapa kitambaa hapa panaonekana huku na huku kidogo panaonekana. Ni nini? Zinaa. Kizazi cha zinaa hichi. Na mpaka ufunguliwe. Sasa wanawake sasa kwenye maharusi sasa hivi, harusi za kidunia hizi za kipagani hizi, maziwa yote yako nje. Na bibi harusi anasonoa shela sasa hizi, maziwa yako nje, mgongo uko nje. Shetani. Kama mwanaume hautafanya agano na macho yako, mkamwona amevaa nguo ya kubana ndio unamsindikiza kwa macho, hakuna wa kukuokoa baba. Hakuna wa kukuokoa baba, nenda ukafe salama. Hakuna wa kukuokoa. Hakuna wa kukuokoa unapokuwa una uhuru wa simu yako na chumba umepanga peke yako na MB unazo. Hakuna wa kukuokoa kama vidole vyako hautavikataza kuangalia uovu. Hakuna wa kukuokoa. Hakuna wa kukuokoa binti ambaye umekuja kusoma chuo kikuu na umepanga chumba unakaa peke yako na una uhuru wa kumuingiza kijana na kwa. Hakuna wa kukuokoa kama macho yako yatakubali kuangalia picha za ngono. Hakuna wa kukuokoa. Ayubu akasema, ili nipone na ili macho yangu usimwangalie mwanamke. Lakini nitakuombea neema ya Mungu ikusaidie. Kubebe kusaidie kubebe. Kwa nahubiri mkoa mmoja siku moja, nahubiri kama hivi, kuna dada mmoja amekaa kule nyuma, ana macho ya zinaa, ni haya hafai, na nguo yake yenyewe ni mzinifu, amekaa nyuma kule. Nahubiri mtu anasema muangalie yule, na muangalia macho yake, alafu akafanya akapuliza kwamba uko mbali, uko litakuja. Paka na macho yake ni ukahaba umejaa. Wanaume wengi wakauawa, wahubiri wengi wakauawa, vijana wengi wakauawa, ndoto zao zikaishia njiani. Wakutana na wanawake wakashika mioyo yao, wakaendea na kwa waganga wa kienyeji, akasahau na mke wake na watoto wake, vitu vyote akahamisha kule. Malengo yakaribika, akawa mpumbavu. Alimwangalia sketi yake, akamwangalia blouse yake, fashion nyingi za wanawake hizi, fashion nyingi. Na ndio maana Biblia haitaki sana mwanamke awe na mbwembwe. Inasema avae nguo za kujistiri wala kujipamba pamba, kwa sababu mafasheni mengi ya mwanamke sio ya kupendeza, ni kwa ajili ya kumtafuta mtu anaitwa mwanaume. Ndio nakwambia mimi kuhani wa Mungu. Mitindo mingi ya mwanamke ni kumtafuta mwanaume. Mwanaume ndio anatakuwa muone, alafu aseme umependeza. Ndio paka nafasi zinakuja za kuna paka nafasi zinakuja fashion nyingine zinaitoka unantega, fashion nyingine zinatoka unantega, zile blouses zinashonwa eneo la mgongo karibu nusu, watu zinaitwa unantega. Wanamtega nani? Wanakutega wewe. Utakufa. Sina macho yako umeyaruhusu, utakufa. Na simu si unao mkononi hapo, utakufa. Na Biblia usomi na Mungu utakufa. Utakufa. Ayubu akasema, mimi nitachomoka. Macho yangu haya yana macho ya mtu aliyokoka lazima yawe na adabu na yatishwa. Macho ya mtu aliyokoka hayaangalii kila kitu, yametishwa na nguvu ya Mungu. Alafu ukimwona mtu aliyokoka vizuri kabisa, nguvu ya Mungu huwa afuatilie watu. Ukiwa uko mwili ndio unafuatilia watu. Na kanisa hili fanyeni vitu vikubwa vile. Mcheni Mungu, tafuteni hela. Mambo ya ombea na mambo ya mtu yaache. Mche Mungu, tafuta hela. Sitaki kujua huyu anatokea wapi, anakaa wapi, sebuleni kwake ameweka nini, hajaweka. Hayakuhusu. Tafuta Mungu, tafuta hela. Macho ya zina. Macho ya zina. Kwenye mtandao nikamwona mwanamke mmoja, baba mmoja, ule baba ana Mungu, na kama mke wake akafanikiwa kuona ile clip, maana imerekodiwa hata yeye ajui, yule mwanamke anakiwa mshukuru Mungu amempa mume. Lile baba limekaa hivi kwenye sherehe moja, mwanamke mmoja linarekodiwa pale na mpiga kamera, limevaa suruali moja ya kubana
naona yule baba anaonekana alikuwa ana hela, lilikuwa linamvizia. Amekaa yule baba hivi, likajipitisha hivi, kamera inamchukua, likajipitisha, likafanya hivi, likaenda likasema, wakati alipisha yule baba akageukia huku. Baba watu anaonekana kwenye mtandao, akageukia huku. Yule dada akapita. Alivyopita hivi, yule baba tena amegeuka hivi, halafu anaonekana amechukia kabisa kile kitendo cha kupitiwa na binti kavali suruali la kumtega. Ameangalia mume wa mtu mwenye akili. Mungu ambariki huyo mwanaume na ule mwanamke aliyempata. Nikaangalia hivi, yule dada ni yule dada, kamera inamshuti hivi, afu nasema muwaone wadada walivyo. Akaandika pale, muone wadada walivyo. Kumbe kamera anamuotea. Alivyogeuka hivi, akakaa hivi, watu wanaendelea na shughuli zao nini, akakaa hivi, akapita tena, asemeke hivi, alikaja tena, akaja kwa mbele yake, baba yule akageukia tena huku. Baba watu ameshafanya agano na macho yake. Amefanya agano na macho yake. Nikageukia huku ile baba. Likageukia huku. Akasimama kule. Libele baba baadaye likaamua litoke. Likaona ukumbi huu tayari umeshaingiliwa na mashetani. Baba akawa anatoka. Yule mpiga picha akasema, waoneni wanawake kwa chini. Ayubu akasema, na mimi wakipita hivi mimi nitaangalia huku. Wakipita hivi mimi nitaangalia huku. Akikaa vibaya mimi nitaangalia huku. Akivaa nguo ya aibu mimi nitamtema mate. Ndio njia ya kupona nyingine. Sasa kama ndio ingelikuwa mume wa mtu mwenye mashetani, ndio sisi alikuwa anaibika kwenye dunia. Maana sasa ndio angepita yuko tu anaangalia hivi, alafu naye anazidi kuwa mjinga, anapita tena anaangalia hivi, baadaye unasikia kwamba naomba namba yako ya simu, ndio mke wake anakuja kuona. Alafu anasema zinie na mwanamke hana akili kabisa. Mmoja amekuja dada mmoja huko ofisini huko, ameingia kaka kwenye kiti pale. Ameingia pale. Namwangalia. Roho Mtakatifu anasema hamna kitu hapa. Nikamwambia, shida yako ni nini? Shida yako ni nini? Unanitaka? Ndio dunia tulionayo. Ni mbaya hapa ofisini hapa. Alikuwa ametokea chuo cha Teku hapa. Ndio hao wataingia kwenye ofisi ya mume wako ambaye hajapona macho yake. Sekretari kamvalia sketi hapa, kapaka chucha rangi, paja lote liko nje, maziwa yako nje. Anaweka document mezani, anainama hivi, yananing'inia kwa hapa hivi, limekaa tu kama jinga hivi. Hatutaliokoa. Ayubu akasema mimi haya atachunguza. Hatamuokoaje? Hata uombewe hivi, uwekewe mkono hivi, uwekewe na kichwa, uwekewe na mguu, haitoki. Fanya agano na macho yako. Mitego iko mingi. Kuna hoteli moja nililala hoteli moja. Ile hoteli ya ajabu. Yule mwanamke, mimi naenda kunywa chai chini. Jamani, safisheni chumba. Mkimaliza mmeka kila kitu, nirudi nikae na kunywa chai taratibu. Anakuja mwenyewe anasema chumba kimeshaisha. Unaenda, ukienda chumbani anakugongea. Nimesahau kuweka vitu fulani. Unajua nataka kufanya? Kisha fungua mlango, anapita. Anavyoingiza sabuni bafuni, macho ya mzinzi yanamsindikiza. Anatoka. Roho Mtakatifu anasema, yule anaenda kufundisha, huyu ni adui. Kwa unafungua mlango kidogo, unapokea sabuni, alafu unafunga tena nki ili uendelee kuwa salama. Sema nikafanya agano na macho haya. Akisha ingia ndani ni shida nyingine. Andika jambo jingine la kushinda uzinzi na uasherati. Andika jiepushe na marafiki wabaya. Zaburi 1 na ule mstari wa kwanza hadi wa pili, na Mithali 1 mstari wa 10. Zaburi 1 na ule mstari wa kwanza hadi wa pili, na Mithali 1 mstari wa 10. Zaburi 1 anasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya ukosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo,
na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Njia nyingine ya kushinda, jiepushe na marafiki wabaya. Mithali 1:10. Mithali 1:10. Mithali 1:10. Mithali 1:10. Biblia inasema hivi, Mithali 1:10. Mithali 1:10. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Njia nyingine, jiepushe na marafiki wabaya. Kuna vijana wauni na wazinzi, kuna mabinti wauni na wazinzi. Ukiungana nao, lazima watakutafutia mtu wa kutembea naye. Njia namba 5, jiepushe na mawazo mabaya. Jiepushe na kuwaza vibaya. Jiepushe na kuwaza vibaya. Jiepushe na kuwaza vibaya. Wathesalonike wa kwanza 4:4, nifungulie hapo nisomee. Mawazo mabaya. Mawazo mabaya. Wathesalonike wa kwanza 4:4. Mawazo mabaya. Mawazo mabaya. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:4, neno la Mungu linasema, kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Hapa ilikuwa sio mawazo, ilikuwa andika ni kuweza mwili. Rudia kusoma hapo, kuweza mwili. Alafu mawazo ni lile andiko la Mathayo 15:19. Hapo ilikuwa ni kuweza mwili. Kuweza mwili. Soma. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:4, neno la Mungu linasema, kila mmoja wenu hajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Kuweza mwili ni pamoja na kuna dhambi hii, kuna wakati nataka ukimbie. Hebu sema kukimbia. Sema na kuweza mwili. Kwa sababu huu mwili wewe ulionao, huu mwili ulionao, huwezi kusema mchungaji niombe tamaa itoke. Tamaa mbaya ya shetani ikemee, ishindwe, itoke. Lakini kuna tamaa ambayo ndio hiyo inakufanya utafutage na mke ukawe. Sasa ujue kuweza mwili huo. Huo mwili ujue kuweza katika utakatifu. Tamaa yako isiwe katika uovu. Tamaa yako isiwe katika dhambi. Uweze huo mwili. Unawezaje huo mwili huo? Unaukatalia. Unawaambia sitatoka. Unawaambia sitapokea simu ya huyu dada, kila siku ananisumbua. Huo mwili huo unauambia unauweza kwa jina la Yesu. Sema amen. Unajua kitabu cha Mwanzo, chukua kitabu cha Mwanzo. Hii dhambi pia andika inahitaji uikimbie. Mwanzo 39:12. Uikimbie. Soma. Mwanzo 39:12, neno la Mungu linasema, huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mikononi mwake. Akakimbia akatoka nje. Akatoka nje. Nisikilizeni watu wa Mungu. Binti, nisikilize. Kijana, nisikilize. Mungu hawezi kukubeba kukutoa kwenye majaribu. Mungu anakuja hapa. Sisi nani angekuwa mdogo hapa ningembeba hapa. Mungu anakuja hapa. Nibebe hata mtoto tu. Watu wa Mungu. Mungu hawezi kuja hapa akaanza wewe tayari umekaa huko nyumbani hapo. Amekuja sio binti gani naye mkajikuta tu hapo mko wawili hapo. Binti mwenyewe haeleweki huko bado umebakia kukaa hapo. Mungu hawezi kuja kubeba hivi. Mwanangu nimekuja nikutoe mbele ya huyu binti. Anaonekana anakuvizia. Mungu akakubeba hivi. Mjinga utakufa.
vaa suruali, toka, anzisha safari ya kwenda siko kujua. Yusufu, Biblia inasema Yusufu, lile mwanamke likamngangania, tena ni mke wa mkubwa. Mungu alishampa miguu, Mungu alishampa macho, Mungu alishampa mikono. Yusufu kakimbia, kaacha na nguo, katoka mbio. Unashindaje maeneo yenye midhaa? Unashindaje maeneo ya mabinti wamekaa ovyo ovyo, vijana kama unashindaje? Toka, kimbia. Ndio unakuja unakaa, hebu simama, unakaa. Huyu mtu kama huyu anakuja kuambia eti mimi yule binti aliningangania. Hii ni kuchapa fimbo, unamhamisha kanisa, anahamia nyingine. Dhambi nyingine zinatendwa kwa sababu zimepata muda wa mtu kuendelea kukaa eneo hilo, kukaa na anaendelea kuitafakari, anaendelea kuiwaza mpaka inaingia. Kuna watu wengine mbona unataka kukaa nao kabisa? Yaani ukiangalia kwa Roho Mtakatifu unaona huyu sio rafiki mwema. Biblia inasema mwanangu wenye dhambi achana nao. Unaachana nao, jepushe na marafiki wabaya. Mabinti watu wanapenda chuoni, hawa vijana wanapenda chuoni. Mbona ukiwa na Mtakatifu ukifika tu anakufundisha namna ya kuishi? Mathayo 15:19. Tumalizie maeneo mawili alafu nikuelekeze mambo ya kufanya. Yale mawazo mabaya ilikuwa ni Mathayo 15:19. Soma. Mathayo 15:19, Mungu anasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifanya duniani, utakalolifunga duniani 15 Mathayo 15:19. Mathayo 15:19, na Mungu linasema, kwa maana moyoni utoka mawazo mabaya. Kwa maana moyoni utoka mawazo mabaya. Uwaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo, na matukano. Mtu wa Mungu, kataa mawazo ya zinaa na uasherati kwenye maisha yako. Kataa mawazo ya zinaa na uasherati. Waambieni na watoto wenu mawazo machafu wayakataa. Kiwanda kimoja wapo cha kuleta uharibifu. Unawaza nini? Unafikiri nini? Kuna watu wengine kutu wanawaza mapenzi tu, maneno yao tu mapenzi tu. Wakikaa tu wanaongelea demu wa mtaa fulani, demu wa fulani. Wewe unasiambia bado hujaokoka, mnakaa mnaongelea demu wa mtaa fulani. Hayo maisha hayo hayatawaponya na uharibifu. Andika haya mawili, tutasoma andiko lake alafu nikupe maagizo hapa. Jingine ni kufunga na kuomba, kusoma neno la Mungu na kulitafakari katika maisha yako yote. Kufunga na kuomba, kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Isaya 58:6. Kufunga na kuomba, kusoma neno la Mungu na kulitafakari linafanya kutisha ule mwili wa uovu na kuwa karibu na uwepo wa Mungu. Kufunga na kuomba, kusoma neno la Mungu na kutafakari. Jingine la mwisho andika kwa leo, acha mizaa na utani na mtu asiye na wa jinsia yako. Acha mizaa na utani na mtu asiye wa jinsia yako. Afusikiliza nyimbo zisizoimbo katika uwepo wa Roho Mtakatifu mara kwa mara. Usisikize manyimbo ya duniani, utakuwa uko salama. Acha mizaa, acha kutaniana na mtu. Pigana simu tu na binti, mnacheka, mnaongea tu vitu visivyoeleweka. Mara umepigana na kijana, mnacheka, mnaongea vitu, mtakufa tu muda sio mrefu. Acha mizaa na utani na mtu asiye na jinsia yako. Simama kwa miguu yako hapo ulipo sasa. Simama kwa miguu yako hapo ulipo. Na wewe ulioko nyumbani sasa, kila mtu afumbe macho hapa. Funga tu Biblia yako na diary yako sasa. Weka mikono yako kifuani. Tutaungama maombi haya kwa niaba yetu wenyewe na kwa niaba ya
taifa letu na kwa niaba ya familia yako na kizazi chako ambacho kinapenda mambo maovu na kumwacha Mungu. Na wewe ambao unasumbuliwa na dhambi ya hujaokoka na umechoka na unatamani leo kumpa Mungu maisha yako na kusema niko tayari kuungama na kuacha uovu huu, hapo ulipo utafuata maombi haya na Mungu dakika hii atakusamehe. Fuata kutoka, fumba macho yako, usiangalie nje. We binti, sema kutoka moyoni mwako maneno haya. Hata kama kuna mtoto wako anamendewa na roho hii, Mungu ayasikia moyo. Tunaenda kuomba sasa. Na unaungama kwa mara ya kwanza kusema mimi ni mtenda dhambi, ninaamua kuokoka leo na kuacha haya mambo machafu, na Mungu atakusikia sasa. Kila mtu aseme kwa sauti, sema Bwana Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda kwa kuwaza, kwa kunena na kwa matendo. Ninakiri nimeacha njia yako. Mimi na baba yangu na mama yangu na wadogo zangu wa kike na wa kiume tumefanya uovu, tumekusaliti, tumekuumiza, tumejichafua. Sisi ni waovu, sisi hatufai. Mimi ni mwovu, mimi sifai. Naomba nisamehe, naomba nitakase. Leo ninatubu, nina huzuni, ninaumia juu ya maovu haya ninayoyafanya. Ninaona shida moyoni mwangu. Nisamehe Mungu, nishindie vita hii. Nipe nguvu za Roho Mtakatifu. Lete kiu ya maombi, nisome neno, nikutafute. Yaponye macho yangu, yaponye mawazo yangu. Nitenganishe na ile miungu na madhabahu za giza zinazonitumikisha katika dhambi. Nisamehe Bwana, nitakase. Ninatubu, nimekuumiza, nimejichafua. Nisamehe Yesu, ninaungama mbele zako. Nisamehe leo kwa jina lako. Naahidi Yesu, sitarudia uovu huu. Ponya kizazi changu, ponya taifa langu. Tuepushe na roho hii mbaya ya zinaa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ikiwa kuna mtu amekiri sala hii ya toba akiwa nyumbani mwake, usikumbuke maovu yake, usikumbuke dhambi zake. Mpokee leo, anaanza upya. Ukaingize nguvu zako ndani ya maisha yake, ukampe kushinda uharibifu huu, na roho ya dunia isimweze kabisa. Baraka zako Bwana zimwatamie. Kwa damu Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Asante. Mungu akubariki. Ukae.